Wana ni aje? Mambo vipi? Fresh. Harakati. Niko ndani ya kijiwe cha bajaji Chief Kingalu. Niko na wana hapa. Najaribu kuongea nao mawili matatu, hususan juu ya wito mkubwa wa maandamano yenye machafuko ndani yake ambayo yalifanyika Oktoba 29, 31 na madhara yake kwa jamii. Je, madhara yale yaliwatokea kwao yamewaathiri kiwango gani? Na wana ushauri gani kwa vijana wa Gen Z mitaani juu ya hayo madhara kuto kurudia tena kutokea Desemba 25 au tarehe nyingine yoyote ile ambayo inakusudiwa kupangwa jambo hilo kwa maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tokea Morogoro kwenda Tanzania nzima. Karibu, tuanze na wewe hapo. Karibu. Kwa majina naitwa Joseph Mtuli, nikiwa kama dereva bajaji natokea mkoa wa Morogoro. Nilikuwa na shauri kwa vijana wenzangu kuhusu hayo maandamano wanataka kufanya, yametupa hasara kubwa sana kwa sisi madereva bajaji hapa Kingalu. Changamoto tulizopata katika siku hiyo ambayo ya tarehe 9 maandamano, abiria kwanza kulikuwa hamna, kazi ilikuwa ngumu, watu wengi wako majumbani, mafuta yanakuwa juu, masheli yanafungwa, kwa hiyo shughuli zile za kijamii zinaenda kigumu sana. Kwa hiyo nikiwa kama kijana, naomba ya mambo kwa vijana wenzangu yasijitokeze, na kama kuna shida yote serikali ipo, serikali ndio kuipelekea malalamiko yetu. Kwa hiyo serikali nao wakikuwa malalamiko yetu, tunaomba viongozi waliokuwa kwenye madaraka wayapokee, watusikilize vijana kipi wanachohitaji. Ila kuhusu maandamano sio jambo zuri katika nchi, inatupa ugumu siku hizo zikijitokeza katika utafutaji wetu. Kwa hiyo mimi naomba vijana wenzangu wafikishe hoja zao kwenye vyombo husika, na vyombo husika vitusikilize kama vijana, zote kutatua changamoto zetu ili ya mambo yasijirudie katika taifa letu, ili mambo mengine yaendelee katika nchi kwa usalama na amani kama tulivyozoea. Naitwa Enosh Elias Mwakajwanga, ni dereva bajaji hapa Kingalu. Yale maandamano yalikuwa sio halali, tunayapinga kwa sababu sisi ni vijana. Vijana sisi kama vijana tuna mambo mengi sana ya kuyafanya ya muhimu ambayo ni ya kujenga taifa, ikiwemo kutafuta riziki. Unaposema unatafuta riziki, lazima utafute riziki kwenye sehemu yenye amani. Hakiwepo na ghasia yoyote ile ya kuhatarisha amani, utulivu wa kutafuta pesa utakuwa haupo, itakuwa ni kukimbizana. Sasa tabia kama hiyo sisi tunaipinga kama madereva, kwamba sisi tunategemea amani ikiwepo, raia watakuja hapa, watapata usafiri, tutafikisha sehemu zao salama, na sisi tutapata riziki. Lakini ile maandamano ya Disemba ile 20 ngapi ile ilikuwa kwetu kidogo imetuletea shida, kwa sababu mafuta yalikuwa hayapatikaniki. Oktoba 29 watu walikufa, sehemu ambazo zilitokea, lakini tunashukuru Mungu hapa kwetu Morogoro ya kutokea, lakini tulipata taarifa ndugu zetu walipata maafa, walifariki, mafuta yalikuwa bei, raia walikuwa hawaji, wanaogopa, tumewekewa lockdown kwamba tusitoke. Sasa nchi hii tuna nchi huru ambayo sisi kwa muda wote tunatoka tunapata riziki. Kwa hiyo ndio hicho mkuu. Ni sumu kubwa sana serikali ikishasema maandamano hayatakiwi. Kwa sababu wanamaanisha nini? Hawamkatazi mtu kufanya maandamano. Maandamano ni kila haki, yani maandamano ni haki kwa raia ambao kufanya kile kitu, kufikisha ujumbe sehemu husika. Lakini sasa maandamano hayo yanafanisha kuvunja amani. Kwa hiyo serikali wanajua hata kama tukiruhusu maandamano haya yatokee, lakini kutakuwa na grupu la watu wachache kuanzisha vurugu na kuweza kuvunja uhuru wa maandamano usikuwepo, na itilafu nyingine inaweza kutokea kubwa zaidi hata ambayo iliyopita Oktoba 29. Tunashauri kwa vijana wenzetu, kwa sababu sehemu za kusikika sauti zetu zipo, umeshaona, kutumia media hamna mtu ambaye, hamna kiongozi anaweza kujitetea kwenye media, umeshaona. Sababu wewe ukiongea kwenye media, yeye hawezi kutumia naye media kufikia wewe. Umeshaona, ina maana tuna wawakilishi wetu ambao wanaweza kutusikiliza. Na wao serikali pia watoe hiyo fursa kwa wao wawakilishi wetu. Shukrani. Na pia tunaye kijana hapa ambaye ni mmoja kati ya wawakilishi wa Gen Z. Unaona kabisa hii sura ya Gen Z. Hebu tuambie Gen Z kama Gen Z, unaangalia Gen Z wenzako kule, Gen Z wa Morogoro na mikoa mingine yote. Karibu Gen Z, waambie Gen Z wenzako. Majina mimi naitwa Lawrence Rafael Bond. Mimi ni dereva bajaji kwa Morogoro kwenye kituo cha Kingalu.
na watu wengine wote wanaishi kwenye hili taifa wasifanye maandamano, kwa sababu maandamano ndio sababu ya kushindwa kuishi maisha mazuri. Ukifanya maandamano, watu yangu kubwa, serikali na watu yangu kubwa, tutasababisha migongano mbalimbali. Kwa mfano, tumefanya maandamano, tumepata uharibifu wa miundombinu, watu wameharibiwa mali zao, pia vijana na watu wengine wengi wamekufa. Lakini pia Mheshimiwa Rais aweze kuwa karibu na wananchi ili na kusikiliza matakwa ya vijana na watu wengine wote kwenye taifa, ili tusiweze kuruhusu maandamano haya ambayo yanataka kuwafaidisha watu binafsi ambao wana maslahi yao tofauti na wananchi ambao wanapenda amani. Yangu ni haya. Asante sana. Nadhani nimesikia sauti za wana Morogoro ambao wanawakilisha madereva bajaji hapa stendi ya Chief Kingalu, wakisisitiza ujumbe wao kwa jamii, kwa taifa letu na kwa vijana wa Gen Z na wananchi kwa ujumla, ya kwamba kila mmoja kwa upeo walionao, kwa masikio walionao na ufahamu walionao, ameyasikia alionenwa hapa. Hamna hata mmoja anayesupport na kukubaliana na machafuko yanayobeba jina la maandamano kwa taifa la Tanzania, maana mambo mengi yanasimama. Hivyo Morogoro hawako tayari, Morogoro hatuko tayari, Tanzania nzima tusiwe tayari kukubali kuchafua taifa letu la Tanzania. Morogoro oye! Tanzania oye! Wanangu wa Chief Kingalu oye! Saluti nyingi sana, heshima kwenu, asanteni wa Tanzania.